kuwa na matarajio. Have expectations. Na unapokuwa na matarajio, yes, somo la leo andika kuwa na matarajio. Have expectations. Na unapokuwa na matarajio, and when you have expectations, lazima kwa namna moja ama nyingine uimarike na kuwa hodari. You must be bold and be strong. Kwa sababu ya kuprotect matarajio yako. Because of protecting your expectations. Unatarajia nini? What do you expect? Una matarajio ya jambo gani? Unatarajia nini kwenye maisha yako? Unatarajia nini kwenye familia yako? Unatarajia nini kwenye kazi yako? Unatarajia nini kwenye ndoa yako? What are you expecting in your marriage family? Unatarajia nini kwenye biashara yako? What do you expect in your business? Unatarajia nini katika familia? What do you expect in the family? Unatarajia nini hata katika taifa letu pia? Even in your nation, what do you expect? Matarajio ndio ambayo yanakupa chachu, kiu, hamasa ya wewe kuwa hodari na kuwa imara, kuhakikisha ya kwamba haya ninayotarajia lazima niyapate, lazima niyaone. Hello. 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 Fungua Waefeso. Open the book of Ephesians. Waefeso sura ya 6. Na by the way, nilisahau. Mtu wa Mungu baba yangu Prophet Joseph. Namheshimu sana Mungu wake. Man of God, my father Prophet Joseph, I honor his God. Anawasalimia sana. Makofi kwa Mungu leo. Greets you all very much. Salamu nyingi kutoka kwa babangu mtu wa Mungu PJ. Greetings from my father PJ. Yes, I honor your God, my father, my papa, my mentor. Hallelujah. Wow. Waefeso sura ya 6. Ephesians chapter 6. Tuanzie mstari wa 10. From verse 10. Waefeso sura ya 6. Kuanzia mstari wa 10. Unawezaje ukawa hodari? Okay, maana nasema tukua hodari. But kuna namna ya wewe kuwa hodari katika kila situation. How can you be bold in all situations? Unajua kuna watu walikuwa hawajatabasamu. Hata siku 2, 3, 4 zimepita mtu atabasamu. Kuna wengine wako labda siku 2, 3, 4 mtu kilio. Hello. Hello. Na okay, by the way, tukiwa tunamalizia mwisho wa somo we'll offer a prayer. Tutaomba maombi kwa ajili ya taifa. We'll offer a prayer for the nation. Tutaomba maombi kwa ajili ya raia. We will offer a prayer for the wale ambao wapo kwenye leaders, majonzi, those who are in sorrow. Yes, Mungu mfariji wa wote aweze kuwafariji. God the comforter to comfort na neema ya them. Mungu ya kuwavusha katika kipindi na wakati walivyo navyo. Maana anasema heri wenye huzuni maana watafanya nini? Kwa hata kama upo hapo una huzuni, I'm telling you, faraja inakuja. Hallelujah. Hello. Hello. Heri wenye huzuni maana watafanya nini? Lakini maandiko yanasema ashukuriwe Mungu wa baba yetu Bwana yetu Yesu Kristo, atufarijiaye katika dhiki zetu zote, ili na sisi tupate kuwafariji wale waliao. Je, wewe ni wa kufarijiwa au ni wa kuwafariji wengine? Hello. For you to comfort another, kwa wewe kumfariji mwingine, you have to be already comforted. Inabidi ufarijike tayari. By whom? By God. Na Mungu. By God. Na Mungu. Atufarijiaye katika dhiki zetu zote, ili na sisi tupate kuwafariji. Manake wapo watu ambao faraja yao ni Mungu ndio anawafariji.
kwa lengo anapowafariji wao nao wakawafariji wengine, kwa sababu kuna watu ambao hawapati faraja kutoka kwa Mungu. I wish you could understand me. Mungu hamfariji kila mtu. God doesn't comfort everyone. Maana Mungu hawajua walio wake. Maana yake wasio wake hakuna faraja kutoka kwa Mungu. Watu ambao sio wake, Mungu anawafariji walio wa kwake, alafu walio wa kwake ndio wanakwenda kuwafariji wasio wa Mungu. Makofi kwa Mungu. Haleluya. Heri wenye huzuni, maana watafanya nini? Maana yake kuna faraja katika kila mahali ambapo huzuni inakuja, huzuni inatokea, huzuni inapokuwepo. I'm telling you, faraja inakwenda kuthibitika. Kuna faraja ya ndani, alafu kuna faraja ya nje. Faraja ya ndani ni pale ambapo unakuwa katika namna ya amani, ile state, heart state, ile hali ya moyo kuwa katika utulivu, kuwa katika furaha, kuwa katika amani, kuwa katika namna ya kumwamini Mungu no matter what. Wakati mwingine kwa sababu ya circumstances unaweza ukajikuta imetoweka kidogo. Ghafla unakuwa kuna huzuni ndani, kuna majonzi ndani, lakini kwa sababu ya peace ambayo tunayo, tulioachiwa na Kristo Yesu, hiyo hali wakati mwingine inaondoka. Sasa kuna manake faraja inaingia, inaondoa hayo. Lakini kuna faraja ya nje. Faraja ya nje ni kwa wewe yamkini unataka kupata jambo fulani alafu unalikosa. Hello. Faraja ya nje ni kwamba pale ambapo unataka kitu fulani alafu kwa sababu ya kulikosa kunaingia majonzi. Then ili faraja ije, faraja ya nje ni pale ambapo umeona lile ambalo ulilitarajia. Haleluya. Makofi kwa Mungu. Heri wenye huzuni, maana hao watafanya nini? Makofi kwa Mungu. Now look, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza na nguvu zake, sio katika kitu kingine. Child of God, I'm here to teach you the biblical way, njia ya kibiblia, how to handle situations, how to handle circumstances. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. How tunakuwaje hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake? Tunakuwaje hodari? How to be strong. Then mstari wa 11 ndio unatuambia ili tuwe hodari nini kinafanyika. Mstari wa 11 sema, vaeni silaha zote za nani? Za Mungu. Haleluya. Hebu soma hapo Efeso sura 6 mstari wa 11. Je, Biblia tutasoma? Silaha zote za nani? Silaha zote za nani? Ikiwa sio ya Mungu, maana yake hiyo sio ya kuvaa. Hello. Vaeni silaha zote za, maana yake kama I'm talking to you child of God, I'm talking to you people of God. Maana yake kama sio silaha ya Mungu, maana yake kwako hiyo haikuhusu. Then don't wear it. Vaeni silaha zote za Mungu, mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Sababu shetani hatumpingi kwa kuchukua panga, hatumpingi kwa kuchukua mkuki. No, tunampinga kwa silaha za Mungu. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Mstari wa 12. Kwa maana kushindana kwetu sisi si Mathayo ile sura 5 kuanzia mstari wa 38. Yesu alisemaje? Mmesikia mmenenwa jino kwa jicho kwa.
Lakini mimi nasemaje? Okay, weka kamba hiyo. By the way, twende Mathayo. Open the book of Matthew. Mathayo 5. Matthew chapter 5. I have to flash your thoughts. I have to flash your mind. Kwa sababu kama pasipo kufanya hivyo na pasipo kuwekana sawa, then kuna mambo utashindwa kuyafanya. There are things you au fail to utakapoyafanya utayafanya kwa namna ya kufake, hautayafanya with the sincere. Mathayo sura ya 5 kwanza mstari wa 38. Now 1 to 3 read. No. Wote Mathayo 5:38. Jicho kwa Nini maana yake? Maana yake sio kumwekea shavu kwamba amekupiga amepiga na huko. By the way, okay, nitakuja kupata siku nafasi ya kuelezea kwa undani hapa. Lakini hii ilikuwa ni culture ya Kiyahudi kwamba mtu alikuwa akikupiga kofi, maana yake ni dharau fulani. It's insult. Kwa hiyo ili kulipiza, yani kuiondoa ile dharau, yani kuihamishia ile dharau kwake yeye, maana yake unamwekea na shavu lingine. Maana yake anaonekana sio wewe tena aliyedharauliwa, bali ni yani kwa kufanya vile umemdharau yule ambaye amekupiga kofi. Wangapo ananielewa? Wangapo amenielewa? Sasa leo hii sio kwamba nikupige pap afu niweke na huko nikupige pap. Maana yake nini? Maana yake mtu akikufanyia ubaya hautakiwi kumlipa ubaya. Maana yake unatakiwa ukae kimya, ufanye sehemu yako lile ambalo limekupaswa wewe kufanya. Wangapo ananielewa? How many of you understand? Angalia, mtu anakupiga kofi pa, alafu unamwekea na huku pa. Akupigie shavu la. Endelea. Akutakie kukushtaki, na kuitoa kanzu yako, mwachie na joho pia, endelea. Nenda neema ili, endelea. Endelea. Ukiwa umegafilika utafanya hivyo? Let's say kwenye hichi kipindi hichi leo hii alafu tuseme jamani tumuombeeni labda mheshimiwa rais wetu. Hello. Watu wangeomba? Au leo hii tutamuombea mheshimiwa rais? Tutaomba. Lazima tuombe. Kwa nini? She is a leader, our leader. Ni kiongozi wetu. Na maandiko yanatutaka hivyo. And the scripture wants us to do so. Wangapo wananielewa? How many of you understand? Sasa niliwaambia hivi kwamba I told you that you cannot do it right hawezi kufanya sahihi sija flash hapo, if I haven't flashed there. Makofi kwa Mungu leo. Kwa sababu okay, kila mtu anasema hivi, mwingine anasema hivi, mwingine anasema hivi. One is saying this, another thing that. What about you? Vipi kuhusu wewe? What Holy Spirit has told you? Roho Mtakatifu amekwambia nini? Wewe Roho Mungu amekwambia nini? What has the Spirit of God told you? Yeyote ambaye ameambiwa na Roho Mungu kuhusiana na situation yote ya kitaifa, please. Roho Mungu amekwambia nini? Roho Mungu amekwambia nini? Baba, na mheshimu Mungu wako. Mungu wangu aheshimiwe. Na heshimu pia taifa la Tanzania. Yaani ilipita kama miezi 6 nyuma mwaka ulivyoanza. Nilipata vision kupitia Tanzania. Yaani pale mtaani kwetu siku tarehe 1 tulalia hapa tukaenda kumzishia nyumbani. Okay. Yes. Achana na vision mwanangu. Yes. Okay.
ilipita na tarehe 29 ile tulipomaliza uchaguzi ya rais akaapishwa. Mvua ilinyesha kubwa sana. Kila eneo. Na ilikuwa ina maana. Ilikuwa ina maana ile mvua. Kwa ndani yangu nilisikia amani. Na mbali ya amani kwa sababu tushaambiwa tusijihukumu na tusihukumu wengine, tumefundishwa. Kwa nilipo ile mvua ilipokuwa inapiga bila kukata, nikasema hivi, sisi rais wa sasa ni mwanamke. Na mwanamke uwaga ana kwenye Biblia, mwanamke uwaga kwenye uzao kwenye uwaga kuna vita ya mwanamke. Kwa hiyo nasema kila kinachokataliwa ndio kinakuja kukubalika mbele. Ni kama nasikia amani. Kwa hiyo katika hizo zote zilizopita, kuna simu moja ilipigwa, kuna mtu akawa mwanangu, ngoja kwanza. Maelezo yasiwe mengi. Roho Mungu alikwambia nini? Aliniambia mbele kuna neema kubwa sana. Okay. Kuna furaha na amani na furaha, yani kuna baraka mbele kubwa sana. Okay. Mvua. Makofi kwa Mungu haya. Makofi kwa Mungu haya. Thank you so much mwanangu. Okay. Okay, nashukuru mwanangu, nashukuru. Hayo ni sahihi, yapo hayo. Yanakuja hayo. Kutokana na yanayoongelewa. What is being said? Kwamba huyu hivi, huyu amefanya hivi, huyu amefanya hivi. Je, wewe Roho Mungu alikwambia kwamba kilichofanyika ndio kimefanyika hivyo? Did the Spirit of God tell you? Yupo ambaye aliambiwa na Roho Mungu? Is there a person who was told by the Spirit of God? Maana you are not sure. Hauna uhakika. Lakini kwa namna moja ama nyingine unaweza ukajikuta labda uliingia kwenye mkumbo wa kulaumu, kuhukumu, kulaani, kutamka mabaya kwa sababu umesikia au kwa sababu umeona. Wangapi wananielewa? How many of you understand? Wangapi wananielewa? Please understand me, child of God. Please. Nielewe mwana wa Mungu. Please. Tafadhali. Anasema kama unaona kuna namna moja ama nyingine mtu anakuudhi, kwa namna moja ama nyingine anakuudhi, muombe. Sasa kama moyo wako umeuruhusu kuumia, unaweza kumwombea huyo mtu aliyekuudhi. Can you pray for him or her? Unaweza kumwombea? Hello, answer me. Unaweza ukamwombea mtu aliyekuudhi kama umeruhusu kuumia na kuchukia na hasira imekaa kifuani. Can you pray, yani ile sincerely kutoka kwenye moyo wako kwamba Mungu bariki huyu mtu, na muombea huyu mtu. Can you do it? Unaweza kufanya hivyo? No, you cannot. Tuko mstari wa ngapi hapo? Mstari wa ngapi? Najua wanangu mmefundishwa sana na naamini wengi wenu mmejichunga. Na najua wapo wengine ambao yamkini ilikuwa ngumu kujichunga kidogo, akajikuta wanafungua vinywa na kuzungumza. Halo, wana wa Mungu aliye hai. Unajua Biblia haijaacha kitu hata kimoja. Maandiko yanasema katika Yakobo kwamba basi ndugu na wasimu wepesi kufanya nini? Kusikia, lakini sio wepesi katika soma tena. Tuendelee hapo. Imenenwa, mpende jirani yako na umchukie. Imeandikwa. Mnajua kwamba Torati iko hivyo. Lakini I'm here, mimi mbeni ukamilifu wa Torati. Nawaambia hivi, anasemaje? Nawaambia hivi, wapendeni adui zenu. Cha kwanza, wapendeni, mpende adui yako. Hello. Mpende, pastor. Mpende adui yako. Love your enemy. Hello. Endelea. Waombeni wanao. Imesema watamkieni maneno mabaya. Imeandikwa walaanini. Mshika moyo wako. Weka mkono kwenye kifua chako. Oh Father, thank you for your grace. Thank you for your mercy. Asante kwa huruma zako. Thank you. Everything is possible. Thank you, Lord. Asante Bwana. Thank you, Lord. Asante Bwana. Mungu nakushukuru.
God, I thank you. Mwambie Mungu asante. God, I thank you. Now, wana wa Mungu, tunatakiwa kulifuata neno au hatutakiwi kulifuata neno? Tunatakiwa kulifuata neno, si ndio? We should follow the Tunatakiwa word. kuishi, huu ndio muongozo wetu. Tuishi kulingana na vile ambavyo neno linatuongoza, si ndio? We should live according to the Maana yake word. hivi ndivyo ambavyo tunatakiwa kufanya. This is what we should do. Sio kulumbana, sio kugombana. Not fighting. Endelea. Endelea. Ili mpate wenye haki na wasio. Now, Yeremia 29:11 anasema, nayajua mawazo ninaowazia ninyi. Manake katika kila hali, In every situation, you have to know, unapaswa ujue God have plans Mungu ana mipango for you, kwa ajili yako, for that situation. kwa ajili ya hilo unaolipitia. God have plans. Now give me KJV, New King James Version. KJV. Let's see something there. Jeremiah 29 verse 11. For I know the thoughts that I think towards you, Look, says the Lord, says the Lord, thoughts of peace and not of evil. thoughts of peace and not of evil. Manake when you see evil, it is not me. Unapoona ubaya si mimi. But even in evil situation, Hata katika hali ya I ubaya, have good plans for you. nina mipango mema kwa ajili yako. Mungu anazungumza haya tukirudi katika context, maandishi, pasipo kuinterpret. Mungu anazungumza haya kwa Wanaisraeli wapo utumwani Babeli. Manake anawaambia hiyo situation ambayo mnaiona, The situation that you see ni ya muda, is just by time. msishikamane nayo. I have good plans for you. Nina mipango mema kwa ajili yenu. Udhaifu ambao unao, yamkini umekuja ghafla kwenye mwili wako, The weakness that you usishikamane nao. Do not God have abide good with it. plan for you. Mungu ana mipango mema kwa ajili yako. Wangapi wananielewa? How many of you understand? Endelea. To give you an expected end. Now look, to give you an expected end. Mwisho unaotarajiwa. So, soma kichwa cha somo kinasemaje? Inasemaje? Kuwa na nao. Biblia anasema, Mungu anasema, mawazo ninayokuwazia ni mema, ni mazuri, ni ya amani, ni ya kukupa mwisho wa yale unayoyatarajia. Kukupa mwisho mzuri wa yale unayotarajia. Maana yake ni kuyafanya yale ambayo unayatarajia yawe. Ila kwa sababu haujui, umesahau na umeacha kuenenda kwa imani, sasa unaenenda kwa kuona, maana yake tayari unayasahau. To give you an expected end. Otherwise, you don't have expectations. Ama la hauna matarajio. Yes, labda kama hauna matarajio. Ndio maana nikauliza, una matarajio gani? Baada ya siku moja, baada ya siku mbili, baada ya siku tatu, baada ya siku nne, baada ya wiki moja, baada ya mwaka mmoja, una matarajio gani ya nini? What expectations do you have? Some amplified. Expected end. Yale yaliyotarajiwa. Maana yake kuyathibitisha yaliyotarajiwa. Hello. Maana yake Mungu ana nguvu na uwezo wa kuyathibitisha, maana yake kuyafanya yawe yale yaliyotarajiwa.
Lakini ukisahau, if you forget, utajikuta unatoka katika lile kusudi ambalo ulikuwa umeanza nalo. Utajikuta unaingia katika mambo ambayo you find yourself entering in things that, kwa sababu ukiingia kwenye malumbano, ukiingia kwenye malalamiko, ukiingia kwenye manunguniko, ukiingia kwenye uchungu, ukiingia kwenye kutamka mabaya na kulaani, manake umesahau ambalo umekuwa ukilitarajia. that means you forget what you expected. Ukiingia kwenye uchungu, manake umesahau ambayo amplified. It says, for I know the plans that and I know thoughts the plans and thoughts that I have for you, thoughts that I have for you, says the Lord. says the Lord. Plans for peace Plans for peace. and well-being. This peace is shalom, shalom. Peace hii ni shalom, shalom. Manake the plans to prosper you. To prosper you. Ni plani za kukufanikisha. The plans to prosper you. Oh, mbona naona ugumu? Yes, au unaona ugumu, lakini mimi Mungu na plani ya kukufanikisha. Come on. Am I talking to somebody? Nazungumza na Wangapi mtu. wananielewa? How many of you Mbona mbele understand? sioni, naona giza. Yes, unaona I giza, see ila mimi darkness. Mungu sioni Yes, you see giza. darkness, but I don't see darkness. Oh, mbona sielewi fanikiwa vipi, sina hata kazi. Sawa, wewe unaenenda kibinadamu, unaona hivyo. Mimi Mungu nasema pasipo wewe kuwa na kazi nitakufanikisha. Come on. Hello. Have expectations. NLT, New Living Translation. Then you will go to Message Bible. NLT. NLT says that, for I know the plans that I have for I know you, the plans that I have for you, says the Lord. says the Lord. They are plans for good They are plans for good and not for disaster, and not for disaster. to give you a future and hope. To give you a future and hope. Future ni jambo, is a time ahead. It's time to come. The future. Manake future wakati ujao. baadaye, nazungumzia baadaye. Later on. Inaanzia, manake inaweza ikawa masaa yanayokuja au siku inayokuja au wiki inayokuja. That the future. Wengi wanadhani future ni labda miaka 20 30 mbele. No, future is time to come. That is future. To give you and already rudia tena. To give you a future and a hope. To give you future and hope. Message. Message Bible, it says, I know what I am doing. I know what I'm doing. I have it all planned out. I have it all planned out. I know what I'm doing. Do you know God knows what He's doing? Unajua kwamba Mungu anajua I nini know what I'm anafanya. doing. Come on. Sema I know what I'm doing. Ninajua nini Sema nafanya. Mungu anajua anachokifanya. God knows what he's Sema tena doing. Mungu anajua anachokifanya. God knows what he's doing. Oh, napita katika moto. Yes, Mungu anajua anachokifanya. God knows what he's doing. Ukijua hivyo, maana nasema ukipita katika moto, miali ya moto haitakuunguza. Hello? I know the thoughts that I have, the plans that I have for you. Na kwa sababu hiyo sasa Mungu anatualika tuweze kwa nini anasema hivyo? Kwa nini tuambie hivyo? Lengo ni kuungana naye katika mawazo yake. Kwa sababu tukipingana, if we go against, maana yake tunachelewesha au tunafanya yale ambayo Mungu anayaplani kuchelewa. Kwa sababu Mungu ana mipango. Sasa tuungane naye katika mipango alionayo. Isaya sura 55. Isaya sura 55, tuanze mstari wa 7. There is none like you. There's no one else can touch my life like you do. Then I can search for eternity, Lord, and find there is none like you. There is none like you. There's no one else can touch my life like you do.
I can search for eternity, Lord, and find there is none like you. Hakuna kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna anayenigusa kama wewe. Oh, hakuna anayenigusa kama wewe. Naweza tafuta milele yote nisimwone aliye kama wewe, aliye kama wewe. Oh, hakuna kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna anayenigusa kama wewe. Yeah, hakuna anayenigusa kama wewe. Naweza tafuta milele yote nisimwone aliye kama wewe. Rehema zako ni kama mto mpana, uponyaji viganjani mwako. Andaradaboya, yatima wako salama umewakumbatia. Hakuna kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna anayenigusa kama wewe, hakuna anayenigusa kama wewe. Naweza tafuta milele yote nisimwone aliye kama wewe. Now Lord, hakuna anayenigusa moyo kama wewe. Moyo wako nani anaugusa? Who touched your heart? Kama unaweza ukaumia, manake huyu aliyesababisha wewe kuumia ndio ambaye amegusa moyo wako. Ili niweze kugusa moyo wako lazima For me to touch your manake heart, nifanye jambo ambalo litagusa moyo I wako, must do either something that will kwa touch your wema heart, au kwa either ubaya. in a good way or a bad way. Alo, wangapi wananielewa? How many of you understand? Kuna kuguswa kwa aina mbili. There is to be touched Moyo in wako two unaweza ways. ukaguswa kwa Your wema. heart can be touched Mfano, by good. nikimfanyia jambo mke wangu zuri akafurahi, sema oh, When I do a good thing to my wife, umegusa nini moyo wangu kwa jambo jema. Lakini kuna kuguswa kwa ubaya, but there is to be kwamba touched in pale ambapo a bad umefanyia way. ubaya alafu ubaya ukapata nafasi, manake moyo umeguswa pia. Haleluya, Amen. haleluya. Wow. Now, Isaya sura 55 mstari wa 7. Isaya 55 mstari wa 7. 29, Mungu ametuambia najua mawazo naowazia ninyi ni mawazo ya amani kuwapa ninyi siku zenu za mwisho. Then ukiendelea pale mstari wa 12 anasema mtaenda mtaniomba. Manake kwa sababu nina mawazo mema, sasa sehemu yenu ni kufanya nini? Kuomba. Yes. Wafilipi 4:7 msijisumbue kwa neno lolote, isipokuwa katika kila neno kusali, kuomba na kushukuru haja zenu nazijulikana na nani? Na Mungu. Then anasema mtakwenda na kuniomba. Ukisoma ile Yeremia 29:12 na kuniona. Mtaniona mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote. Haleluya. Now, angalia Isaya sasa. Isaya 55 mstari wa 7. Lead, soma. Mtu mbaya aache, hilo ni jukumu lake yeye. Mtu mbaya na aache njia yake. Endelea. Na mtu asiye haki aache mawazo. You see it? Mbaya aache njia. Manake mbaya anatambulika kwa njia zake. Njia ni nini? Njia ni matendo, actions. Mtu mbaya aache njia zake, manake ni jukumu lake yeye. It is its responsibility. Kwa matendo, for his actions, unaweza kutambua kwamba mtu mbaya yupo kwa namna gani. You can Wangapi identify wananielewa? a bad person. Then maandiko yanasema mtu mbaya aache njia yake. Endelea. Asiye haki aache mawazo yake. Endelea. Amrudie Bwana. Endelea. Naye atamrehemu. Kwa Mungu
Manake sisi hapo hatupo. Oh, makofi kwa Mungu. Haleluya. Manake katika ubaya hatupo na katika wasio haki hatupo. Oh my God. Ndio maana anasema alijie kwa Mungu wetu. Manake wakati anasema pale, manake sisi hatukuwepo hapo. Come on. Hello. Na arejee kwa Mungu. Na arejee kwa Mungu. Endelea. Endelea. What? Mawazo yangu si mawazo. Endelea. 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 Nini maana yake hapo? Wanasema kama vile mbingu zilivyo mbali na nchi ndivyo mawazo yangu yalivyo mbali. Maana yake ukisoma ni English vani anasema mawazo yangu mimi Mungu ni bora kuliko mawazo yenu. Kwa hiyo maana yake mkiyafuata mawazo yangu, maana yake na nyinyi mtakuwa na mawazo bora. Haleluya. Makofi kwa Mungu. Hai. Makofi kwa Mungu. Hai. Yes. Endelea. Endelea. Maana kama vile kuliko nchi ndio kadhalika. Endelea. Endelea. Wala hairudi huko. Na kuizalisha na kuichipuza. Ndio. Na mtu alaye chakula. Ndio. Ndivyo itakavyokuwa. Soma kwa sauti hapo. Ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu. Halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyolituma. Mambo yale niliyolituma. Sasa kwa sababu umesahau, mawazo yako yako mbali nami. Because this is the way I think, this is the way I see. Hivi ndivyo ninavyotafakari na ndivyo ninavyoona. Ila ninyi hamuoni hivyo. But you don't see like the way I see. Sasa mnatakiwa muone hivyo. You're supposed to see like the way I see. Hello. Kama vile mvua ifanye nini ishukavyo toka juu. Hairudi huko, bali huinywesha nchi na kuichipuza. Hata ikampa mpandaye mbegu na alaye chakula. Ndivyo lilivyo neno langu litokalo katika kinywa. Halitanirudia, bali litafanya nini? Litatimiza mapenzi yangu yale nilolitume. Maana yake nini? What does it mean? You have the word of God for your prosperity. Una neno la Mungu kwa ajili ya mafanikio yako. Shikilia. Hold on it. Don't waver. Usiumbe, shikilia. You Hold have on it. the word of God for the breakthrough. Shikilia. Unao neno la Mungu kwa ajili ya mpenyo. Ameshasema. Hold on it. Litatimiza yale nilolituma. It will complete what I've sent it to do. Litafanya. It will no do matter it. what, you will see it. Sasa fikiria hivyo. Think that way. Hello. 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 Makofi kwa Mungu hai. Clap hands to the living God. Makofi atoshi, makofi kwa Mungu hai. No, makofi atoshi, makofi kwa Mungu hai.